katika madhehebu, katika nyumba za ibada, kuna watu wanatatanisha. Ukitaka uwanyoshe wewe kwa akili zako, utaondoka kwenye msingi wa Mungu. Jamani, Mungu atusaidie sana. Ngoja nirudie, hujanielewa bado. Ndani ya malango yoyote ulimwenguni, duniani, ulimwenguni kote, kuna watu ambao wamo kanisani, wakionywa hawaonyeki, wakifundishwa wanaelewa ila hawatekelezi, wakikemewa wanakemeka lakini hawazingatii. Sikiliza nikwambie, ukitaka mwamini wafuate kama unavyotaka wewe, utaondoka mikononi mwa Mungu. Nimesema hivi, akitokea yoyote kuhani, atokea yoyote askofu, atokea mtume yoyote, mzee wa kanisa, shemasi, mshirika, kiongozi yoyote wa kidini, akashindwa kuendana na mapenzi ya Mungu, sio sababu ya mimi kushindwa kumwabudu Mungu. Jamani, haleluya. Akatokea hata kama anasema ameshushiwa na aya ya ngapi, amesaidiwa na namba ngapi, haijatosha mimi kunisababisha kuondoka kwenye mapenzi ya kiungu. Mimi ninachoangalia, msalaba unasema ndio asili ya mema, na mimi nitatoa mzigo pale. Hakuna mwanadamu atakayenitoa kwenye mkono wa Mungu Baba. Wewe kama unataka kutoka ni wewe, lakini nataka nikuambie, jua kanisani kuna changanyikeni. Nataka nizungumze na wewe kwa faida yako. Kanisa ni kokolo, unanielewa? Kuna mwingine anafanya hivi na kazi ya Mungu anataka, na akisimama kwenye kazi ya Mungu hana mzaha. Unanisikia? Wewe kuimba utaki, jamaa kija kusimama kuimba, anaimba mpaka hao wanabarikiwa. Wewe na wewe umekaa kumjadili huyo. Sasa nikwambie, mfanye kuwa daraja la kuvuka ng'ambo, kanyaga juu yake, wewe tembea mbele, ukamuone Mungu, muache, endelea kumuombea. Haina haja kukuondoa mkono wa Mungu ukakaa mkono wa kushoto. Kaa, tulia kwenye mapenzi ya Mungu peke yake. Leo nimeona watu anaweza akasema ninaendelea kutoa michango, fulani naye mangali ya maisha alionayo. Sikiza nikuambie, ukikaa kumjadili Mtanzania mwenzako, mwanadamu nguru mbili, narudia hivi, nguru ngapi? Miguu mingapi? Nakwambia hivi, utapasuka. Bora ungejali hapo hapo na Mungu, basi ungefika salama unakotaka kwenda. Ukitaka ujadili, ukitaka ukae kila kitu kijue. Mika anasema hivi, nimempata Mlawi. Sasa sikiza nikwambie, kilichopo kanisani, niangalieni mimi ninavyompata Kristo, halafu mjifunze kwangu. Sio kujifunza kwa huyo, ujifunze kwangu ambaye nimewekwa mbele yako, umuone Mungu ninayekuelekeza. Ndipo Mika akasema, nimepata Mlawi katika malango yangu. Maana yake nimepata muombezi, nimepata wa kunibariki. Huyo anayechanganya mahesabu, anayechanganya ibada, achana naye. Nisikilize niliyewekwa mbele yako, nikueleze uhakika wa mbingu na neema ya Kristo. Basi sasa nikwambie, kanisa sivyo kama unavyofikiri, sivyo kama ambavyo unaweza kufikiri wewe. Unaweza ukasimama ukasema huyu ni mbaya, halafu mimi mchungaji, mimi najua, maana Biblia inasema katika ubaya Bwana akafanya kiwe chema. Halafu wewe, Mungu ameniweka ili hiki nikifanye chema, mimi ndio Mungu ananipa michakato, halafu nataka kujadili. Naomba wewe ujadili habari za ufalme wa Mungu, habari ya ndoa yako, habari ya maisha yako, habari ya kukutana na mzee wa siku. Jamani, haleluya. Jamani, Bwana asifiwe sana.
Unajua Mika mimi ananifurahisha. Anasema hivi, nimepata kuhani katika malango yangu. Hapa anasema nimejua sasa. Maana yake mwombezi yupo, mwenye kusimamia kila chochote zoruba yupo. Ndio nikwambie, unaposikia amekukwaza mshirika, unaacha huduma. Unaposikia amekukwaza mzee wa kanisa, unaacha huduma. Unaposikia amekukwaza mchungaji, unaacha huduma. Sio nikwambie, unajiondoa kwenye uwepo wa Mungu. Bora ungetulia ukasema, mimi kama Martha, nani alikaa mbinguni pa Bwana? Nani alikaa mbinguni pa Bwana? Waimbaji wamoja wakasemaje? Nani alienda mbinguni? Alienda akihuzunika. Alikuwa nani? Martha ama Martha? Aliyekaa mbinguni pa Bwana ni nani? Ni nani? Wasoma Biblia. Azali kwenda kwa Yesu, analalamika, ona Yesu peke yangu, mimi nahangaika. Yeye ameketi tu. Sikiliza nikwambie, Mariamu amechagua fungu jema. Natamani uwe kama Mariamu, utulie miguuni pa Bwana. Wakileta ukisikia upepo, wewe dema tu namna hii. Alafu akija kupita unasema, Baba niko pale pale. Acha kupepesuka. Hii dunia ina mambo mengi. Yesu akasema duniani sisi wapitaji. Haleluya. Wenyeji wetu ni mbinguni. Ndio maana unachanganyikiwa. Huyo jirani yako anakukwaza, huyo mshika mwingine anafanya mengine. Maana duniani hakuna wenyeji. Wenyeji wetu ni wapi jamani? Kwa Baba. Hapa tuko ugenini. Jamani, haleluya. Tamani kuwa na Bwana. Tamani kuwa karibu na mimi. Tamani kunisikiliza. Tamani kunielewa. Sikiliza nikuambie. Kitu kingine naweza nikakuchanganya kwa sababu mimi nasikiliza kutoka kwa Bwana. Kwa ajili ya yule mama, kwa ajili yako, kwa ajili ya yule. Wewe kikao nijadili mimi. Nataka nikuambie, umjadili huyo mtu. Niulize mimi kwa nini huyo mtu anafanya. Alafu nitakuambia tuingie kwenye maombi. Tusikilize Bwana anasemaje pia hii. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Wamama, haleluya. Wamama, haleluya. Mika akasema, nimefurahia, nimepata baba. Akamuokota yule Mlawi anayetembea. Akasema, twende nyumbani kwangu. Uwe baba kwangu. Naomba nikufanye uwe baba kwangu. Maana yake usipokuwa na baba unayemsikiliza, unayetekeleza, usipokuwa na baba, wewe ni yatima. Yesu amesema yeye ndiye njia na kweli, hakuna mwingine aendaye kwa Baba ila kwa njia yake. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Hebu naomba usome kitabu kimoja hapa. Kuna vitu vingine ambavyo vinatuondoa upande wa Mungu. Nikitaka nikuambia hivi, tukikaa chini ya uvuli wa Mungu, chini ya mkono wa Mungu Baba, utashangaa mambo yatakayofanyika. Tutaponywa. Maana nguvu ya Mungu iko pamoja nasi. Utashangaa, unasikia hapa, unanena kwa lugha unajengwa. Maana Biblia inasema anenaye kwa lugha ajengwa na si ya. Sina nielewa, ila hutubiaye kama ninavyosema ninalijenga kanisa. Wewe mahala ulipo usiwe mtu wa kufikiria. Anza kufikiria kujengwa katika roho. Usianze kuumiza kichwa, fulani mbona yuko hivi. Anza kufikiria hivi, mimi siku nikikutana na Bwana nitamwambia juu ya Bwana. Kuna watu mnasita, mnasema ngoja niache kwanza, maana fulani naona ana dhambi, hata kuimba kwaya, hata kutoa maneno, kwanza niache kwanza. Umsubiri mpaka wewe, yani mpaka tu. Sasa nikwambie, utakufa, halafu utashangaa unadaiwa. Huyu jamaa anatubu, halafu anarudi, halafu anaenda mbinguni. Wewe ishaanza kuangalizia. Sasa nikwambie, jibu la kuangalizia halifai mbele ya hisabati. Ni kweli sio kweli? Kiswahili ndio linafaa. Hisabati tunasahihisha njia, hatusahihishi jibu. Alafu umeibia jibu. Tunauliza wapi question mark? Uliibia wapi? Jamani, haleluya.